Leo tutajifunza jinsi ya kudhibiti magonjwa kwa kuku, na kama utafanikiwa kudhibiti magonjwa kwa kuku, maana yake unaweza kutengeneza faida kwenye shamba la kuku. Kwa tutaangalia namna kubwa 3 za kuweza kudhibiti magonjwa kwa kuku, na kama utafanikiwa kufuatisha hizi njia 3 ambazo ninakufundisha sasa hivi, unaweza kutengeneza faida ya kutosha. Na njia hizo ambazo tutaziangalia ni kinga, chanjo na usafi. Kinga, chanjo na usafi. Ukifanikiwa namna ya kuzingatia kinga, chanjo pamoja na usafi katika banda, unaweza kutengeneza faida ya kutosha. Tuanze na kipengele kimoja baada ya kingine. Tuanze na kinga, au kwa Kiingereza wanasema biosecurity. Tunapozungumzia kinga au biosecurity, tunazungumzia kuzuia wadudu kuingia kwenye shamba au kuzuia mwingiliano kati ya kuku wako na vimelea vya magonjwa. Yaani vimelea vya magonjwa inaweza kawa virus, bacteria au fungus. Unapozuia kuingia kwenye shamba, hapo tunasema kwamba umefanya kinga. Sasa kinga, kuna namna kubwa au njia kuu 3 za kuweza kuzingatia hizo kinga kwenye shamba. Na vitu hivyo vitatu ambavyo unaweza kuvifanya kwenye shamba make sure kwamba shamba lako haliingiliwi na wadudu, kuna namna kubwa 3. Namna ya kwanza ni kutenga kuku wapya. Kama umetoka kununua kuku wako mbali na shamba, unatakiwa watenge angalau kwa siku 30 kabla ya kwenda kuwakutanisha na wale kuku wenyeji. Hapo unaweza kuwatenga kuku na ukazuia magonjwa kuingia kwenye shamba. Na kipengele cha pili ni kudhibiti wageni. Kama kuna wageni wanakuja kwenye shamba lako, wametoka nje ya mji, wametoka sehemu mbalimbali, usiwaruhusu waingie kwenye shamba. Na kama wataingia kwenye shamba, watumie dawa ya kukanyaga footbath kwenye mlango ili kuua vijidudu kwenye viatu. Na kipengele cha 4 cha 3, zuia ndege wa porini. Ndege wa porini wasikutane na ndege ambao umewafuga, kwa maana weka wavu ili iwatenge kati ya ndege wa porini na ndege uliowafuga au kuku uliowafuga. Tuende kipengele cha chanjo. Chanjo, kwa maana ya chanjo tunasema chanjo ni kinga ya kudumu dhidi ya magonjwa hatari ya virusi ambayo hayana tiba, kama Newcastle au kideri, gumboro na ndui. Na hapa kwenye chanjo tuelekezane vitu kadhaa. Kwenye chanjo kuna umuhimu wa kufuata ratiba ambayo inasisitizwa kila siku ifuate hiyo ratiba. Na ukifuata ratiba unakuwa na sure kwamba magonjwa hayawezi kuingia kwenye shamba lako. Na namna ya kuhifadhi dawa au chanjo, unashauriwa kuwa ununue chanjo kwa madaktari walioidhinishwa au waliohakikishwa na serikali, na chanjo iwe imetunzwa kwenye ubora. Kipengele cha 3 ni usafi wa mazingira na lishe. Tunasema kuwa kuku mwenye afya au kuku mwenye mwili imara ana uwezo mkubwa wa kupambana na magonjwa hata pasipo kutibiwa. Kwa kuzingatia afya, usafi na mazingira kwa kuku ni njia pekee ambayo inaweza kuleta ufanisi wa hali ya juu. Tuanze na vipengele vifuatavyo kwenye usafi hapa, ambavyo vinaweza vikatuelekeza au vikakuelekeza nini cha kufanya kwenye usafi. Kwenye maji na chakula. Kwenye maji, toa maji yaliyo safi. Kwa nini maji yaliyo safi? Maji machafu yanaweza yakawa yamebeba bakteria au fangasi au aina yote ile ya kwenda kuharibu. Pia vyombo ambavyo unatumia kulishia kuku wako, kwa maana drinker, unatakiwa vioshe mara kwa mara. Na kwenye chakula, wape kuku chakula kina vile vinilishe vyote. Kwenye matandiko, kwa maana yale malita ambayo yapo chini, maranda au mapumba ambayo yanatandikwa kwa chini, hakikisha yawe makavu, yasije kusababisha ugonjwa kama coccidiosis au matatizo ya upumuaji. Na pia dhibiti utitiri na chawa. Kagua kuku wako mara kwa mara, anatumia dawa za vumbi zilizopendekezwa ili kuondoa wadudu wa nje na minyoo. Je, endapo sasa magonjwa yametokea ufanyeje kwenye shamba? Cha kufanya, tenga wagonjwa, yani wazima na walioumwa watenganishe. Pia wasiliana na mtaalamu akupe ushauri, usikimbilie kununua dawa pasipo kuwasiliana na mtaalamu. Na ikitokea wamekufa kuku walioumwa, zika au choma kuku waliokufa, wasitupwe ovyo au kuliwa, wanapaswa kuzikwa ndani kabisa au kuchomwa moto. Video inayofuata nitakuelekeza ratiba ya chanjo. Kwa hiyo endelea kusubscribe na like, share ili tuendelee kujifunza pamoja. See you to the next video.